Bwana, movie linaanza ni katika msitu wa ajabu, na huu msitu kuna binti amezaliwa katika huu msitu. Huyu binti toka amezaliwa yeye hajawahi kutanaga na binadamu yoyote, na anaishi kwa furaha katika huu msitu. Na huu msitu yeye ndo anayeuongoza na ndo kiongozi. Na huu msitu kuna viumbe vingi vya ajabu ambavyo yeye anaishi navyo katika huu msitu, na yeye ndo kiongozi. Sasa siku moja binti Maleficent akiwa katika mizunguko yake akawa anashangaa, anazunguka zunguka, ghafla akashangaa kuna binadamu ameingia katika himaya yao. Yaani kwa mara ya kwanza anakutana na binadamu ameingia katika himaya yao. Basi binti Maleficent akawa anamuuliza, wewe ni nani? Na huyu kijana ni lika kabisa la binti Maleficent. Kijana akamwambia, mimi ni kijana kutoka falme karibu na nimepotea, nilikuwa nazurura, lakini katika tembea yangu nimeokota dhahabu hii hapa. Akampa binti Maleficent. Na Maleficent akamwambia, nitakurudisha katika ufalme wako, urudi. Kijana akamwambia, sawa, nitarudi katika falme yangu, lakini kwa sharti moja, naomba uwe rafiki yangu. Lakini binti akamwambia, huu ni msitu wa kichawi na hatuwezi kuwa marafiki kwa sababu huu ni msitu wa kichawi na tuna ugomvi na nyinyi. Lakini mwisho wake wakapeana mikono, lakini anampa mkono binti akawa ameungua kwa sababu jamaa alikuwa amevaa chuma na chuma inamuunguza. Binti akamwambia, usije tena na chuma, inatunguza viumbe kama sisi, wakati mwingine usije na chuma kama hii. Basi wakakubaliana na wakawa marafiki. Kuanzia hapo urafiki ukaanza. Lakini falme alikuwa anatokea huyu kijana ilikuwa inatamaa sana, na ilikuwa inatamani siku moja ije miliki huu msitu ambao anatokea binti Maleficent. Na kijana huyu alikuwa yatima kiasi kwamba alikuwa hana company, lakini urafiki ukaanza kati ya huyu binti Maleficent na kijana Stefan. Baadaye wakazoeana, wakawa urafiki mkubwa tu, wakawa wanatembea pamoja, wanafanya kazi pamoja. Lakini baada ya kufika miaka 16 mapenzi yakaanza bwana. Kati yao upendo ukawa mkubwa, na baadaye binti Maleficent akaamini kwamba binadamu sio watu wabaya. Lakini baadaye miaka ikawa imezidi kwenda na kijana Stefan akawa amekuwa, Maleficent naye akawa amekuwa. Lakini ilipita muda kidogo, kijana Stefan akakuja katika msitu na binti Maleficent alihuzunika. Lakini siku moja akiwa amekaa akakumbuka kwamba kijana alimwambia kwamba nataka siku moja nije nimiliki ufalme wote huu, uje kuwa wa kwangu, yani uje kuwa himaya yangu. Na hizi ni tamaa za kijana Stefan. Binti Maleficent alikuwa bado hajalitambua hilo. Lakini akiwa amekaa kwa mbali akaona ufalme unanyemelea msitu wake unakuja katika msitu aliopo. Basi Maleficent alikuwa ni mlinzi mzuri sana wa msitu wake. Alipoona watu wanakuja, basi akakaribia kwenda kuwafuata. Na Maleficent alikuwa ni binti mwenye nguvu sana, kwa hiyo akawafuata pale, na kumfika pale akamwambia mfalme, urudi ulikotoka, maana huu msitu sio himaya yenu. Na mfalme akamwambia, naomba ukae mbali na njia yangu, maana nitakupiga na majeshi yangu, sitakuacha. Basi majeshi yakawa yamejipanga, lakini wasichokijua bwana, kuna majeshi yakawa yametokea msituni, na yani majeshi ya Maleficent. Basi unaambiwa walipigwa kweli, mfalme na majeshi yake walipigika kweli yani. Baadaye wakaamua kukimbia na kurudi katika ufalme wakiwa wameshindwa vita. Basi mfalme akiwa majeruhi kitandani akawa anawaambia, bwana, tulikuwa tunatamani sana kumiliki ule msitu, maana una mali nyingi, lakini nimeshindwa na mimi ndo nipo kitandani. Lakini mfalme alitoa ombi akasema, atakayejitokeza kumuua binti Maleficent basi nitamuozesha mwanangu na nitampa. Ili kupata mwendelezo basi bonyeza alama nyekundu hapo ili kupata mwendelezo zaidi.